Western Nyota Radio 87.8 Busia FM. Na jina langu ni Elijah Nyongesa. Katika mjadala siku ya leo tunazungumzia tu kuhusu uchaguzi wa makurutu, yani polisi, siku ya Jumatatu katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Wewe msikilizaji, sijui walionaje hilo swala kwamba kuna mambo ambayo yalifanyika, sijui ni nzuri ama ni mabaya katika uchaguzi wa makurutu. Ukiangazia vizuri, kijana katika mtandao wa kijamii analalamika akisema kwamba walimnyima ile fursa ya kuweza kujiunga na makurutu kwa sababu ya maumbile yake, kwamba ni mfupi. Kulingana na maumbile yake kwamba yeye ni mfupi, wanamnyima ile chance ya kuweza kujiunga na polisi. Wanamnyima tu kwa sababu kwamba wanasema ati yeye ni mfupi, kwamba hawezi chaguliwa. Sasa nalalamika zaidi. Msikilizaji wangu, sijui afikiriaje kuhusu swala kwamba huyu kijana ananyimwa chance kwa sababu yeye ni mfupi. Sijui asemaje. Elo, amka na Western Nyota. Hello, ndugu yangu wa Western Nyota. Yes. Ni kanisa kwa mapeto nimerudi kutoka Kienge. Hai baba, lakini sasa hii naye Kenya yetu. Yaani wanaangalia ufupi ya mtu, ati mtu aweza kupata kazi. Na ukijaribu kuangalia ile saizi generation saizi yenye iko. Kuna ufupi, kuna asara mchaguliwa mfupi. Lakini sasa wanaangalia ile maumbile ya mtu, wanaona si mtu anaweza kufanya kazi. Mtu mfupi ndiye anafanya, ufupi ndiye anafanya kazi, ama ni akili ya mtu ndiye anafanya kazi. Huko mahali penye hapo kajaribu kuangalia uchaguzi unaendelea. Asante kuweza tu kuchangia katika mjadala siku ya leo. Ela, mkana Western Nyota. Kuwa mfupi au kuwa mrefu ni kupenda kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hawezi pewa ile kazi ya kujiunga na makurutu ambao ni polisi pale. Wafikiriaje kuhusu hiyo swala? Kwa sababu hii mambo ina trend sana pale katika mitandao ya kijamii. Ndipo sasa nikaamua leo acha tukazungumzie hapa ndani ya Western Nyota Radio. Jina langu ni Elijah Nyongesa, karibu katika mjadala siku ya leo. Nataka tu nipate maoni yako. Sheria kama hiyo, mimi naomba kama serikali yetu waache kuweka mpaka ya watu wa mtu kama ako na ujuzi wa kufanya kazi, waache mtu afanye kazi kuliko kusali kuweka sheria kwamba ati ni mfupi hawezi kufanya kazi. Mbona hao wenyewe wananenepa sana, hao na wako kwa polisi wanakimbia kupaka kafu. Waache sheria kama hiyo. Sisi kama Kenya tuweke mtu kama anataka kufanya kazi, ako na ujuzi wa kufanya kazi, ajiriwe afanye kazi, awache maneno ya kusema ati ni mfupi. Na watu warefu sana, hata wengine wajua hata kukimbia. Na mbona mfupi anamenya mbio kama swara, sasa wabado wamwachilie nje. Wawache sheria kama hiyo. Asante. Naomba kama uma sheria. Elo, mkana Western Nyota. Nyongesa. Yes. Habari ya asubuhi. Salama. Unajua tukianza kufuatilia kila kitu, unajua hata wafupi hawangekuwa wanaenda shule. Unajua kupata kazi ni masomo yako. Sasa wawache kufuatilia kuangalia vitu vingine ati ufupi ama urefu ama nini. Masomo ya mtu ndio inapelekanga pale mtu, lakini sasa hii Kenya tulieka corruption nyingi sana. Sasa huyo kijana kama angekuwa hata na mtu mwenye anamjua huko juu, angeingia tu kazi direct. Ama kama angekuwa ametembea na kitu mfuko, angepenya. Lakini kwa sababu alikuwa tu ana kitu, sasa walipitia tu hapa ati mfuko ama nini. Lakini tusiangalie hiyo ufupi. Kama tungekuwa tu wanaangalia ufupi, hata wafupi wangekuwa wanaenda shule. Mchango yangu ni hiyo tu. Asante. Nataka tu nijue mchango yako kufuatia kwa hii ujumbe kwamba kunaye kijana ambaye amenyimwa kazi tu kwa sababu ya maumbile yake. Kwa sababu inasemekana kwamba yeye ni mfupi zaidi. Sasa hawezi pewa ile kazi ya kujiunga na makurutu. Uchaguzi ambao ulifanyika siku ya Jumatatu, ambapo yeye alinyimwa kazi. Sasa alikuwa analalamika kwenye mitandao ya kijamii. Hello, Mama Chapo. Are Elijah. Yes. Mama Chapati. Baada ya kazi yenye umefanya nzuri. Asante. Huku tuko tu sawa, hakuna kibaya chochote. Tuonane kesho. Asante. Nataka kupokea simu moja, mbili, ya mwisho. Ikisha mimi niweze kuchomoka. Hivi sasa ni saa 3:55. Hello, amka na Western Nyota.
Nyongesa. Yes. Jambo mgeri. Huku jua imewaka. Sasa naambia kazi nzuri, umefanya kazi nzuri. Bye bye, tuonane kesho kwa majaliwa. Asante.